Hello, Mr. Bible hapa. Respond, not react. Tubishane kwa hoja. Ndugu mtazamaji wangu, usiipite hii video bila kutazama. Leo nataka niwape hadithi ndogo tu juu ya familia moja. Na baada ya hii hadithi, nataka ndugu mtazamaji wangu ukae chini na ufikirie kwa kina juu ya Mungu ambaye tunamwabudu, juu ya Mungu ambaye tunaambiwa ndiye aliyeiumba hii dunia, juu ya Mungu ambaye ndiye anayesadikika aliumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa leo nitakwenda kuzungumza juu ya kisa kimoja. Kupitia kisa hiki, hakitakuwa kirefu, kitakuwa kifupi. Nataka unielewe na ukisikilize kwa umakini. Sasa hadithi yangu ama kisa changu kinaanza hivi. Palikuwa na familia moja ambayo ilikuwa baba na mama, na hii familia ilijaliwa kuwa na watoto 10 na walikuwa na wafanyakazi wasiopungua 30. Ni familia ambayo ilikuwa na kila kitu. Hakuna kitu ambacho walipungukiwa katika hiyo familia. Waliishi kwa upendo, amani, furaha wakati wote. Lakini siku moja ikatokea sintofahamu. Baba na mama waligombana. Ugomvi ule ulikuwa ni mkubwa mno. Ilifikia hatua ilibidi mama aondoke, aachane na mume wake. Na si kuondoka kwa maamuzi yake, hapana, bali mama alifukuzwa na mume wake. Baada ya kuondoka, mama aliondoka na baadhi ya wafanyakazi ambao walikuwa wakimheshimu, na baadhi ya wafanyakazi wakabaki nyumbani kwa mwanaume na watoto wakabaki kwa mwanaume. Baada ya baba kutengana na mama, baba akaamua kuchimba tanuru kubwa la moto. Akatia kuni, akatia mkaa, akatia gesi, akatia kila kitu ambacho kinaleta chanzo cha moto mkali kuliko mioto yote, kuliko moto wote ambao ushaikusikia. Alijenga tanuru lenye moto mwingi, moto ambao hauelezeki, moto ambao kwa lugha nyingine tunaweza kuita ni jehanamu. Baada ya kufanikisha kujenga hilo tanuru, akawaita watoto wake wote pamoja na vijakazi wake pamoja na mke wake. Akawaambia watoto, yeyote atakayemfuata mama yenu ataingia katika tanuru la moto. Nitamchoma yeye na huyo mama yenu. Yaani atamchoma mama wa hao watoto ambaye alikuwa ni mke wake, pamoja na mtoto yoyote kati ya wale 10 atakayemfuata mama yake. Atawachoma katika hilo tanuru la moto bila huruma. Atawachoma kwa muda wa miaka isiyohesabika, nikimaanisha atawachoma milele. Sasa wewe kama ni mtoto, ndugu mtazamaji wangu, wewe kama ni mtoto, kwa muwazi, utaenda kwa nani? Utaenda kwa baba ama utaenda kwa mama? Na kama utaenda kwa baba, utaenda kwa baba kwa ajili ya kuogopa kuchomwa moto? Na kama utaenda kwa mama, utakuwa tayari kufa na mama katika tanuru la moto? Tuzungumze ukweli. Tuzungumze ukweli. Wewe ni mtoto, utaenda kwa nani? Maswali yangu yanakuja hivi. Huyu baba alikuwa na sababu gani ya kutufanya sisi tu watoto wake? Huyu baba alikuwa na sababu gani ya kutuingiza katika ugomvi wa yeye na mke wake? Sisi kama watoto wamegombana yeye, sisi watoto hatukugombana. Sisi watoto kugombana baba katika historia, sisi watoto kugombana mama katika historia, lakini ugomvi ulitokea baina yao mume na mke. Sasa sisi watoto mnatuingiza vipi katika ugomvi wenu? Hauoni kwamba hamtutendei haki?
ya kuchomeka milele. Swali langu la pili kwa baba, kwa nini tuchome moto? Umekosa adhabu nyingine ya kutupa mpaka tuchome moto, utupitishe katika maumivu? Tena maumivu, naweza kusema maumivu ya makosa yako wewe mwenyewe. Inawezekana usingemuoa huyo mama, labda hao ugomvi usingetokea na sisi tusingekuwepo. Umetuleta duniani kwa maamuzi yako mwenyewe, alafu unataka kutuchoma kwa maamuzi yako mwenyewe, kwa sababu una mamlaka, kwa sababu una kila kitu, kwa sababu ni mmiliki wa kila kitu. Baba, hiyo ni haki? Hata kama mama amekosea kiasi gani, hata kama mama alikufanyia makosa kiasi gani, ukustahili sisi katika makosa yenu au makosa ya mama, na sisi watoto tukatuingiza, eti unatuambia huo ni uhuru. Umetupa uhuru, tuchague tuende kwa baba ama tuende kwa mama, tuchague. Umetupa uhuru. Baba, watengeneza ubaguzi. Wewe ni baba wa aina gani? Wewe ni baba wa namna gani? Tuzungumze ukweli. Wewe ni baba wa namna gani? Wewe ndio baba kujiita baba mwenye upendo, baba mwenye hekima, baba mwenye busara. Mama amekaa kimya, hajazungumza chochote, kwa sababu mama hana chochote, kwa sababu hata huko ulikomfukuza bado maeneo anayoishi ni mali yako. Mama hana alichokitengeneza. Swali langu lingine la mwisho yanipeleka nifikirie kwamba baba, wewe ni dhaifu. Ndiyo, wewe baba ni dhaifu. Hakukuwa na njia nyingine ya kuweza kumrekebisha huyo mama. Hakukuwa na njia nyingine ya kwenda kumwonya huyo mama. Na sio mama peke yake, na wafanyakazi wake wote walioondoka na mama, ukasema wote watie katika tanuru la moto. Ndugu mtazamaji, je, hiyo ni haki? Zungumza ukweli, andika katika comment hapo chini kwamba je, baba alikuwa anatenda haki? Andika comment yako hapa chini, andika wazo lako hapa chini. Sidhani ama sijui unafikiria vipi, na ndio maana nimesema fikiria kwa kina. Kaa chini, isikilize hii hadithi vizuri, irudie mara mbili, upate concept kwamba baba alikuwa ni mtu wa aina gani, au baba hofu ilikuwa inamsumbua kwamba mama ana uwezo kuliko yeye, na ndio maana akaweka vikwazo vikubwa. Sasa maana yangu upande wa pili ni, nazungumza hivi kutokana na uelewa wangu. Sasa maana yangu ya upande wa pili ni hivi, ni juu ya hizi dini, hiyo dini ya Kikristo, hiyo dini ya Kiislamu, whatever. Lakini nazungumzia juu ya hizi dini zinazomtaja Mungu na zinazomtaja Shetani na zinazomtaja mwanadamu. Kihistoria, katika vitabu hivi vitakatifu vyote vinaeleza kwamba Mungu ndiye chanzo cha vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu ndiye chanzo cha Ibilisi kuwepo. Mungu ndiye chanzo cha mashetani kuwepo. Mungu ndiye chanzo cha sisi wanadamu kuwepo. Ndiye chanzo cha kila kitu. Katika vitabu hivi vya dini vinatueleza kwamba hapo mwanzo walikuwa wakiishi vizuri mno kwa furaha, wakiimba. Huyu Ibilisi alikuwa akiimba kweli, lakini Ibilisi yasemekana aliasi. Baada ya kuasi, Mungu akamtupa yeye na jeshi lake, kwa sababu hakuasi yeye mwenyewe. Yeye na jeshi lake ambao lilikuwa likimsikiliza huyu Ibilisi wakatupwa duniani, na yeye akabaki mbinguni. Ndivyo vitabu vya dini vinavyoeleza. Kingine, baada ya kutupwa kulikuwa kuna wanadamu, palikuwa pana malaika. Na katika vitabu cha ugomvi mkubwa kati ya Mungu na huyo Ibilisi,
Maana aliitwa shetani baada ya kumwasi Mungu. Jina lake huyo shetani alikuwa akiitwa Ibilisi. Sijui wana dini kama nitakuwa nakosea ama napatia, lakini whatever, nataka tu ndugu watazamaji muweze kunielewa nini namaanisha. Ukichukua hii hadithi utaona kwamba Mungu akashusha vitabu labda viwili, akashusha Biblia, akashusha Qur'ani. Katika Qur'ani akaelezea ni namna gani shetani alifanya uasi, akaelezea ni namna gani shetani alivyo muovu, ameelezea ni jinsi gani ambavyo tukimfuata shetani sisi wanadamu wake tutakufa, tutachomwa moto, tutapelekwa katika jehanamu ya moto, jehanamu ya kuchomwa moto milele. Kwa hiyo inamaanisha Mungu pia anakosea? Ama inamaanisha kwamba Mungu aliumba kiumbe ambacho kina nguvu zaidi yake yeye? Ndugu mtazamaji, kila tunachokisoma tukisome katika upeo wa juu, isije tukawa tunapigwa changa, isije ikawa huyu Mungu ni karakta na huyu shetani ni karakta, isije ikawa ni script zishaandikwa ama miswada ishaandikwa kwamba maisha yaende hivi, tuishi watu tuishie kuishi katika uoga. Okay, tuseme Mungu yupo, shetani yupo, na si wadamu tupo, ndio sisi hapa. Sasa kwa nini vitabu hivi tuweze kwamba tuenda kuchukua moto kwa shetani? Ina maana Mungu alikosea kutuumba? Mimi naamini Mungu akosei, na Mungu hawezi akiumba kitu alafu akakipa adhabu. Mungu inatufanya sisi tumuogope, binadamu inafanya Mungu tumuogope. Lazima tumuogope, ametutia hofu. Ni kitabu kipi cha shetani ambacho kinaeleza kwamba endapo tukamkataa shetani atatupa adhabu? Sijajua shetani tukimkataa atatupa adhabu gani? Sijajua. Wewe mtu mtazamaji, hivi ukimkataa shetani atakupa adhabu gani? Ukimkataa shetani kama mimi shetani kwanza leo simtaki, atakupa adhabu gani? Iliyoandikwa katika maandiko matakatifu kama katika kitabu cha shetani ambacho labda mimi sijui. Na nitatafuta hicho kitabu cha shetani kama kipo duniani, nitakitafuta. Lakini mimi naamini kitabu cha Mungu ndio hicho kitabu cha shetani. Kwa sababu ndani ya hicho kitabu cha Mungu, ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia, vinamueleza Mungu, vinamueleza shetani. Lakini kama kuna kitabu ambacho kiko nje ya hapo na kinaeleza haya mambo, kuna shaka kubwa. Ni maarifa tu, ni hekima tu, tunataka tulishane kila kitu. Jaribu jamani kuuliza kwa nini kipo, yaani kwa nini. Tujaribu kuwa watu wa kupekenyua, watu wa kufanya research, watu wa kusoma, tusipelekwe kama mazuzu na hizi dini ambazo zililetwa. Kila mtu anakubaliana na mimi, alipodhaliwa tu alikuja akiwa mtupu, hakuja na chochote. Vitu vyote ulivyovikuta duniani ni mapokeo, kwa sababu wataalamu wanasema ukiwa katika umri wa miaka 0 mpaka umri wa miaka 7 ndio umri wa msingi kuliko yote katika malezi ya maisha ya binadamu. Yaani maisha ya mtu, sio binadamu. Binadamu yanatokana na mambo ya Biblia. Nazungumza mtu unapozaliwa, unazaliwa ukiwa mtupu. Wazazi, mazingira, jamii inayokuzunguka ndani ya umri wa miaka 0 mpaka 7 unakujenga wewe. Sijajua sasa hivi una miaka mingapi, lakini tabia zako zinatokana na miaka 7 ulioishi tangu uzaliwa. Hivyo vitu huwa kubadilika ni vigumu, hizo tabia kubadilika huwa ni ngumu. Tunaishi katika mapokeo. Hebu jaribu kuishi nje ya mapokeo. Jaribu kuishi nje ya mapokeo uliyopokea duniani. Naitwa Mr. Bible. Hiki ni kipindi changu cha kwanza. Kipindi cha pili nitakuja kuwapa siri kubwa msioifahamu iliyojificha ndani ya Biblia. Siri kubwa
ambayo wanaitumia viongozi wakubwa wa kisiasa, viongozi wakubwa wa kidini juu ya maandiko matakatifu, nikimaanisha Biblia na Qur'ani. Nahitaji mawazo yenu wadau, nahitaji maswali yenu wadau, tuambiane ukweli, tusifichane tu kwa kumwogopa mtu. Asante sana kwa kunisikiliza. Naitwa Mr. Bible. Tukutane katika kipindi kijacho. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika chaneli yangu ya Mr. Bible. Asante. Karibu tena katika wakati ujao. Respond, not react.